wanga imegawanyika kwenye makundi makubwa matatu. Makundi haya yamegawanyika kutokana na aina ya nisemeje, chemical ama molecule iliyopo ndani ya wanga inaitwa amylopectin. Kwa hiyo amylopectin zimegawanyika mara tatu. Kuna class A, B na C. A ndio hiyo, ndio huyo wanga wa mchele, ngano, sembe, kiazi. Also kwenye A kuna mihogo, kuna ndizi, kuna ulezi, kuna mtama. Nafikiri mmenielewa hapo, vyakula vya aina hiyo. Tukiingia kwenye class amylopectin B, hapa tunaenda kukutana na jamii ya kunde. Maharage ni wanga jamani. Maharage na asilimia ndogo sana ya protein. Wanafunzi walio graduate SUA, hebu njooni hapa, njooni mtueleze. Nyie mmesoma nutrition, you know this, si ndio? Yes. Maharage, mbaazi, njegere ina asilimia ndogo sana ya protein. Ile ni wanga. Na aina ya wanga iliyoko mule ndani ni amylopectin B. Also hapo hapo tuweke jamii ya maboga, butternut and pumpkins. And then twende kwenye darasa letu la 3, class 3, class amylopectin C. Tuna kitu kinaitwa mboga za majani. Mchicha wako ule sio vitamini, ile ni wanga ya amylopectin C. Umenielewa? Kisamvu chako pale, so yes, inaweza ikawa ina vitamin, lakini the biggest content pale, mwili unaenda kuabsorb ile glucose iliyokuwepo ndani ya kisamvu. Umenielewa? Kwa hiyo hayo ndiyo makundi matatu ya wanga. With that being said, wangu mpendwa kabisa, now do you understand kwa nini baadhi yenu nilikuwa na wajibu nawaambia kwamba mchele sio chakula pekee kinachozalishwa Tanzania, na mchele sio the only source of wanga. Therefore, unaweza kubadilika. This is why unaweza kubadilika. Msijali, tutafika huko mbele na nitaonyesha namna ya kupea hivi vyakula ili muweze kuvila, na mtagundua kwamba actually vinalika. With that being said, tukutane kwenye the next video ambayo tutaenda kuzungumzia protein pamoja na fats. Nawapenda sana.